lakini ukimruhusu Mungu atende vile atakavyo. Kwa neno hilo hilo moja anaweza kukupa amani. Kwa neno hilo hilo moja anaweza kukubariki. Kwa neno hilo hilo moja anaweza kukupa mafanikio. Kwa neno hilo hilo moja anaweza kukuponya. Kwa neno hilo hilo moja anaweza kukuhamisha kutoka katika kiwango ulichonacho, aidha cha uchumi au kwa jinsi yoyote ile, akakupeleka kwenye kiwango kingine zaidi, cha juu zaidi. Mungu wetu ndivyo anavyofanya. Mungu yeye anatupenda kama vile ambavyo sisi tunawapenda watoto wetu. Basi Mungu yeye ni baba yetu, yeye ndio ametuumba, yeye ndio ametuleta hapa duniani. Na yote tunayohitaji, yeye Mungu anatupenda na anatupa kila mmoja kwa jinsi yake. Na Mungu anapokuwa anatenda yote, anaangalia mazingira yako yanayokuzunguka. Kuna wakati mwingine unaweza ukaomba jambo Mungu asilitende kwa haraka, kwa sababu akitazama mazingira yanayokuzunguka anaona ni hatarishi kwako. Kwa hiyo anachofanya Mungu, aidha anaweza akakuhamisha kutoka katika mazingira hayo kukupeleka katika mazingira ambayo yeye Mungu anaona yatakuwa ni salama zaidi, ndipo atakutendea kile alichokuwa anataka kukutendea. Mfano mzuri ni wana wa Israeli. Walipokuwa wanaomba Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu awaondoe kwenye utumwa, Mungu aliwahamisha kutoka utumwani na akawapeleka mahali ambapo kwa lugha ya maandiko matakatifu imeandikwa kwamba ni nchi yenye maziwa na asali, na huko ndiko alipowabariki na kuyainua maisha yao na kuwafanya kuwa taifa kubwa.